kublackmail nchi. Unatutisha ati kama hamtanipea nusu mkate, kama hamtaweka national accord, nijue venye nitajiingiza mkono kwa serikali, ati nitaendelea na maandamano. Na tunataka tumwambie Raila, hatuna shida na wewe kuandamana. Andamana kila siku, bora tu unaandamana kwa amani. And that is why we are telling Raila Odinga, your system of looting, your system of anarchy, your system of using bloodshed to blackmail the country will come to an end. And not next year, not after the next elections. This year, that system must come to an end. Kuwatishia na umwagikaji wa damu. Wacha kuwatishia na uporaji wa biashara zao. Wewe kuja, leta list ya watu wako, tuko tayari kwa mazungumzo. Na tuzingatie hasa mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi, si ndio? Blackmailers, we will tell you this is blackmail. If you want to create anarchy, we will call it anarchy. And that is why I have said I will propose an agenda to our parliamentary group meeting next week, that we write to the ICC to take measures to ensure that Raila Odinga and his sponsors do not slide our country back into anarchy. I shall be proposing that agenda in our PG. If our PG agrees with us, we write to ICC, because it is now very clear that all that Raila Odinga and his team want is to blackmail the country using violence, anarchy, looting and bloodshed. Mtazamaji, nadhani kwamba umetazama hii video na umeiweza kusikiza jinsi ambavyo vijana ambao ni viongozi kutoka mlengo wa Kenya Kwanza, wengine baadhi ya viongozi wa wabunge katika bunge letu la taifa la Kenya, ukisikiza vizuri sana unaweza ukasikia Kimani Ichungwa pamoja na viongozi wengine vile wanazungumza na hasira, hawana suluhisho isipokuwa tu ni matusi na kujitakia kile ambacho wanataka. Kwa sababu gani? Hawa ni vijana ambao wameingia siasa hivi chuzi. Akina Osoro pamoja Kimani Ichungwa na baadhi ya viongozi wengine wa Kenya Kwanza ni watoto kwa Raila Odinga. Asa tutawaita ni wajukuu. Wao wamegrow kwa siasa, ama wamekuja chuzi wakiwa tu na ile mentality kwamba Raila Odinga ni mchawi, Raila Odinga hakuna furugu. Lakini for the real sense, wanachukua ile kitu wamesikia kwa wakati wa siasa, mtu alikuwa anaongea, wao wakapick hiyo negative, hawakuchukua the positive thing. What do I want to say today? If kama kuna wazee wale ambao walipigania Kenya hii na uhuru na kaya ile katiba ambayo inafanya kazi Kenya hii sasa hivi, ni Raila Amolo Odinga. If you check from history, ukisoma mpaka sasa hivi, kuanzia uongozi wake Moi, ukuje Kibaki, Uhuru Kenyatta, na sasa ni William Samoei Ruto, you can see as from Uhuru Kenyatta up to 2010, up to Moi, you can see kuna kitu ambacho lazima, kuna kitu ambacho kiko positive Raila Odinga aliweza kupigania. Lakini sasa kwa siku chache tumeona kwamba Rais William Ruto alifika kaanza kunyamanza ili kuengage na Raila Odinga. Siku zingine akisimama kama ni kanisani anatacha Mungu mara 5. Mzee wa kitendawili anatacha mara 30. Mzee wa kusinzia anatacha mara 50. Mzee wa kuzimia anatacha mara 100. But for this reason, he came to realize, I'm the president and now I'm supposed to to keep quiet. Na kanyamanza. Rigathi Gachagua akashikilia hapo until last Sunday when Rigathi Gachagua alikosa kanisani. Kwa sababu gani? Ruto alimpeleka kwa mkutano, akamwambia wewe ni deputy president, kuna vitu zingine ufai kusungumza ama kutusi Raila Odinga. Achana na vitu zingine, wachana nazo.
you are the deputy president, focus kufanya mambo mengine. Hii mambo watu turushia kina Kimani Ichungwa wakuwa na tusi Raila Amolo Odinga. Ndio maana yake kwa hii mikutano miwili mitatu ambayo ya kitaifa ambayo umeona deputy president hajataja kitu chochote kuhusu Raila Amolo Odinga ama kitu chochote kuhusu Azimio. Hakuna, hautasikia. Because of what? Amejua what can I take? What can I do? Now amesema oh, I have to relax, I have to do APCD. Now kuna hawa watoto akina Kimani Ichungwa, wao wanadhani kutatua tatizo ni kutumia hasira, ni kutumia kifua, ama ni kuweza kufanya vile wanataka. Unajua ukiwa kijana kuna vitu zingine unaona unasema kwamba mimi ningekuwa huyu babangu, kuna vitu zingine unaona anachukua pole pole. Mimi ningekuwa yeye, ningeharakisha haraka nimalizane hiyo kitu niende kwingine. Lakini ukiona mzee mtu mkubwa ametulia na anapanga maneno yake pole pole, jua kwamba anapanga akifikiria kesho na suluhu ambayo inakuja ya baadaye. Sasa Kimani Ichungwa akisema kwamba anataka kudili na Raila Amolo Odinga. Kimani Ichungwa akipiga kelele akisema kwamba Raila Amolo Odinga ni kitu kidogo. But I want to remind you one thing. Raila Amolo Odinga is the only hakuna mtu mwingine anaitwa Raila Amolo Odinga. Kama kunaye ni watoto ambao wamezaliwa ambao hawajakuwa watu wakubwa. Lakini the Raila Amolo Odinga huyu mmoja ambaye tunajua ni mwenye alipatiana Moi serikali yake sleepless nights. Ukikuja kwa serikali ya nani? Ya Mwai Kibaki akaipatia sleepless nights. Ukikucha hii serikali ya Uhuru Kenyatta the same. Sasa hii ya William Samoei Ruto amempatia yani ni miezi 6 na ushaona rais ameanza kukonda. Ukiangalia picha ya Rais William Samoei Ruto wakati wa kampeni na sasa hivi unaona difference kubwa sana. Because of what? Ile sleepless nights ambazo napewa. What can I do? Huyu mzee akona wafuasi, akiamua kufuruga atafuruga hii Kenya. What can I do? So I want to advise Kimani Ichungwa. Kimani Ichungwa, you can't beat your dad. Hawezi ukashinda babako fikira, papako mzazi. Na hawezi ukashinda wazee wa kijiji. Kama kijana unatulia wazee wa kijiji wanakupanga. Wewe ukikuja upate wazee wa kijiji wameketi chini kutatua shida, haukuji na jipu lako tufanye hivi. Unatulia, unanyamanza, wazee wanatatua shida zao wenyewe. Namaanisha hivi, wakati ambapo rais anapanga jinsi ambavyo ya kutatua hii shida na Kenya ikaweze kutulia, si eti kwamba wewe unatoka na kuropokwa na kisha unaanza kutoa Raila Amolo Odinga. Raila ni mtu ambaye anapenda mtu ambaye anamkuja na kifua. Ukikuja na kifua, anakukuja na kifua chake yote na anakucrash. Wakati unasema kwamba Raila akona jima na maana yake ni afucho si ya peace, first of all, think fast. If kama si maaskari wanatumia force, mbona mna block watu wasingie town katikati ya jiji la Nairobi wafanye peaceful demonstrations? Na kama kuna mtu ambaye anaiba mali ya wenyewe ama anaharibu, why can't you arrest that person, apelekwe court na ashtakiwe kwa kuharibu vitu za wenyewe? Because it is the responsibility of the police, of the government to protect the people who are picketing and the business. Kila kitu. Si kuprotect watu wasingie sehemu. So, kati ya watu ambao wana cause chaos ni maaskari. Because hao watu wataka kupita na nyinyi mnaprovoke. And then what is the result? Ni vita. We want to see peaceful demonstrations. And I want to remind Kimani Ichungwa kwamba
Raila Amolo Odinga si Uhuru Kenyatta. By the way, let me tell you one thing. Raila Amolo Odinga si Uhuru Kenyatta mwenye mnaweza amka kesho na uende kwa kitchen ya Uhuru ufanye vile unataka. Uhuru Kenyatta yeye ndo anaweza fanya everything the way wewe unataka. But I want to remind you this. Raila Amolo Odinga ni tsunami. This is the person who can decide kukuhamisha kutoka hapo hiyo constituency yako Kikuyu na akupeleke waende kukaa Canada the way alifanyia Miguna. Kimani Ichungwa, wacha nikukumbushe kitu kimoja. Raila Amolo Odinga si mtu ambaye unaweza amka kesho umfanyie vile unataka. Raila Amolo Odinga si kama Uhuru Kenyatta. Raila Amolo Odinga peke yake hata kumkaribia wewe Chungwa, inzi peke yake zitakuwa zimekumaliza before ufikie Raila Amolo Odinga. So for you to keep peace na ujenge siasa yako, kwa sababu kama uko na ndoto kuwa mpunge peke yake wa Kikuyu, endelea kuchezea Raila Amolo Odinga. If you want to serve as an MP and sijui MP na governor huko kwenye malizie huko, haya chezeni na Raila Odinga. But if you want to be the next president in this country, and then lazima ujifunze kuongea. Vitu zingine unahitaji kutulia. Tumeona watu wa Azimio wametulia wakati wasema kwamba we are going to the dialogue of bipartisan. Then wametulia, wanataka kupanga. All of a sudden wewe unaenda mazishi unakumbuka Raila Amolo Odinga. If you want to build your career of politics, then jipange. Nimekuambia hivi, Raila Amolo Odinga si mtu ambaye kama Uhuru Kenyatta mnaamka tu mnapeleka guns, wanaataki shamba lake, wanachukua kondoo na wanaenda na maskari hawaendi huko. Raila kuna jeshi yake peke yake, and I think umewitness, ushaona yari makabiliano wakati wa maandamano maaskari na waandamanaji. You saw what happened. You have seen and ushaona. So Kimani Ichungwa, to cut the story short, ni hivi, wachana story mingi, tulia. Ukitulia, tafuta njia ya kuongea. Uliza wazee wa Mlima Kenya, how can we deal with this man? Tufanya aje? Watakushauri. Kwa unaamka tu kama Raila Odinga, yeye mzee wa vitendawili, ICC, you know, unaamka sasa. If you are a man enough, mbona unapeleka Raila Amolo Odinga ICC? Si umpeleka Supreme Court. Take him to Supreme Court. Si eti kwa unaenda ICC ni mbali sana. Anzia Supreme Court, because there's nobody in this country who is above the law. In this country, everybody is under the law of this country called Kenya. So, huwezi sema kwamba Raila, if you are man enough, take him to Supreme Court. Mlijaribu, nilisikia Raila Amolo Odinga akiwa na maandamano, akona ile radio code ya police. Mkipiga fanya PCD nasikia. Mnapanga ambulance zinapepa maaskari badala ya wagonjwa. Kesho yake tunaona tena zina ambulance ni kusema kweli ziko nao watu. What can we say? What we want to tell you guys, kama vijana kama Osoro, Kimani Ichungwa, Ndindi Nyoro, you are the next future leaders of this country, and you cannot lead this country whereby mko na hasira ya kupindukia. There is nobody, hata kama mimi wakati kama utakuja kusimama nikiwa mzee, I'll just see, I'll look at you, nitasema huyu mzee akiwa kijana alikuwa anaongea vitu zingine,
Kuna maneno mengine unaongea yatakukosti baadaye. Na ukijimba kisima, hakikisha kwamba unajimba kisima ambacho utatoshea wewe mwenyewe wakati ambapo ukikuja kuingia hapo ndani. So kama unajimba kisima ya kutaka ku revenge ama kufanya maofu kwa Raila Amolo Odinga, fikiria kesho wewe ukikuwa mzee kama yeye na usimame kufanya kitu fulani, what are the consequences? Before that one, just make sure kwamba umejichunguza na umejiangalia vizuri. So kwa wale akina Kimani Ichungwa, Ndindi Nyoro, Silvana Sosoro na wengine, fuateni mfano wa wazee, hasa wale ambao wako Kenya Kwanza. Kuna wazee wengi wako Kenya Kwanza na hawaongei, wao wanafanya vitu zao. There's this guy, this governor from Kirinyaga. This governor from Kirinyaga is from Kirinyaga. No, not Kirinyaga. What? No, it's from Mount Kenya. Nitakumbuka nikwambie. Leave alone Kirinyaga County. What's this county? Nitakumbuka hata jina nikwambie. Alikuwa anapenda kuongea sana wakati wa siasa. Lakini wakati amekuwa kiongozi, tena ni mtu wa UDA, ametulia, amerelax. He's talking about anything. We have so many governors, so many leaders ambao ni wazee kutoka UDA, lakini hawana panganga, hawana mdomo. Kimani Ichungwa ni MP. Hakuna mtu anamjua isipokuwa Kikuyu. But he's trying to make... Anyway, tuonane baadaye. See you in the next video. Bye-bye. Kublackmail nchi. Unatutisha ati kama hamtanipea nusu mkate, kama hamtaweka national accord, nijue venye nitajiingiza mkono kwa serikali, ati nitaendelea na maandamano. Na tunataka tumwambie Raila, hatuna shida na wewe kuandamana. Andamana kila siku, bora tu unaandamana kwa amani. And that is why we are telling Raila Odinga, your system of looting, your system of anarchy, your system of using bloodshed to blackmail the country will come to an end. And not next year, not after the next elections. This year, that system must come to an end. Kuwatishia na umwagikaji wa damu. Wacha kuwatishia na uporaji wa biashara zao. Wewe kuja, leta list ya watu wako, tuko tayari kwa mazungumzo. Na tuzingatie hasa mambo ya wananchi, sio mambo ya viongozi, si ndio? Blackmailers, we will tell you this is blackmail. If you want to create anarchy, we will call it anarchy. And that is why I have said I will propose an agenda to our parliamentary group meeting next week, that we write to the ICC to take measures to ensure that Raila Odinga and his sponsors do not slide our country back into anarchy. I shall be proposing that agenda in our PG. If our PG agrees with us, we write to ICC, because it is now very clear that all that Raila Odinga and his team want is to blackmail the country using violence, anarchy, looting and bloodshed to get into the system of government, which we shall not allow and we are not ready. Ujue hii team imetengeneza list already. Iko tayari tukiongozwa na Mheshimiwa Ichungwa. Ametengeneza team ambayo itatangazwa Jumanne tukiwa na PG. Hiyo team ndio itaenda kufanya maneno ya bipartisan. Tunaomba pia Azimio itengeneza yao. Na tunaamini ya kwamba tutatengeneza an agreement vizuri na heshima. Hatutaki vita, tunahitaji heshima. Mtusikize na sisi tutawasikiza. Hiyo team iko tayari. Mkiwa tayari mtuambie. Sisi tuko tayari. Nyinyi ndio mko na shida, sisi hatuna shida. Mtueleze, sisi tuko tayari. Jumanne tutawasomea kila kitu wakati tutakuwa na PG na party leader wetu. Asanteni sana. Expert ni mgani unataka kuongeza? Na hao wako. Na sisi tutaleta wengine mawakili. Tukutane chini, tubadilishe sheria. Na kama unataka kuleta experts, hatuna shida. Wakati tunakutana, ukileta wale experts zaidi yako,
walipe na wakae na wasiongee. Wanaandikia watu yako notes, wanatupea, na sisi tunaandikiwa na experts wetu kama tunataka, wanatupea. Lakini pesa ya mwananchi haitalipa another expert other than the National Assembly yenye iko. Hiyo sahau. Wewe leta kama wameketi hapa 9 na sisi tuketi hapa 9. Huko nyuma weka experts wako 9. High Court, Supreme Court ilikwambia mambo ya saba imekwisha. Si ndio? Sasa hii mtu instead aseme ukweli. Ukweli wa maandamano ni kuitisha hiyo national accord. Si ndio? Si ndio? Sasa imetokea vizuri. Sasa sisi si wajinga. Na wewe Kimani na Osoro, mkikubali hiyo maneno, nyinyi hamtakuwa mbunge. Wewe Kimani utarudi hapa. Na wewe Osoro hautaona mbunge. Nitatuma huyu mkurinu na wa mapasa. We as a country, we are not a junta state. We are not a military state where you go and count and say, I have 50 people, you have 60, so I must have part of the government. No, that happens in failed states. But where the democracy, where the elections, even if you win by one ballot, you are the winner, you lead. Ningependa kuhimiza rafiki yangu, mzee wangu Raila Amolo Odinga. It is time to gang up the boots. Ni wakati ya very young. Mimi na redekere labda ndio wazee kuliko wao kidogo. Si mimi na redekere ndio wazee kuliko wao kidogo. Kuingia kwa hiyo maneno, kuingia ni rahisi. Toka ni matanga. Na unaharibu maisha yako na ni gahuria ngaroria na guku. Ginya mako hata ginya mama tereva. Kana tiguo. Ena gatho mucio kanuga gitunguru. Tikuga njetekerie tutigathaithane turwe nao bara. Niguo tugite. Ni mwetekerete. Na tuthomithie aya me shukuru. Kupiga mdomo tu huko Nairobi. Nikija hapa mimi nakuja kama hapa kama mwenyeji na tubadili. Jishukuru. Mutihago laji. Haya, nitaacha pesa ya lunch ya watoto na ya walimu ya kesho ili pia wasiachwe. Huyo haya marathomithagia guku, nikumbushe jina. Chebeni. Chebeni mnamjua? Anawafunza hapa? Na mlikuwa mnamlipa mshahara? Na Monica pia alikuwa hapa? Oh, wewe ni mgeni. Nini nijitako Kimani Ichungwa. That we would like to request the MP to consider is our entrance into the school, which we have been hoping to upgrade, and we are requesting. Wajinga anatembea na watu wanajua kuona mbali. Sawa sawa. Kwa hivyo Kikuyu, mpigie makofi tafadhali. Ile kiti Kimani atawaomba, ile sawa sawa, he will never mislead you. Ni mtu ambaye anaona mbali, ni mtu akona. Mimi naona mnacheka naye hapa mpaka anashindwa, kumbe huyu ni Kimani. Huko bunge Rindikiri waambia Raila lazima upitie kwake, si ati ni kujipiga kifua. Order iko namna hiyo. Waambia Raila lazima upitie kwake, si ati ni kujipiga kifua. Order iko namna hiyo.